Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, karibu sana kwenye podcast yako pendwa Ncha Kali Podcast, ikiwa tunaendelea na msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi naitwa Rajab Msami na ni ada yetu huwa tunakuwa na wageni ambao tunatazama na kusikiliza simulizi za hatua zao za mabadiliko kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine, lakini hatua tunayoikusudia haswa ni kufikia katika hatua chanya, hatua angalau ya kuweza kujitambua na kumjua Mola wao na kuweza kutekeleza yale aliyoamrisha Allah kwa kadri ambavyo amewajalia na kuweza kuyaacha yale aliyoyakataza. Leo pia ni siku nyingine, tuko na mgeni mwingine kwa ajili ya kuyatazama hayo, lakini kabla hatujaongea sana, nikukumbushe tu kuwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platforms zote za podcast, ikiwemo Google Podcast, Spotify, kote huko utatupata kama AD+ Swahili. Lakini kama utapenda kutufuatilia kwa kutazama, unaweza kufanya hivyo kupitia katika channel yetu ya YouTube inakwenda kwa jina la AD+ Swahili. Kisha una subscribe channel hiyo, lakini una click pale kwenye alama ya kengele ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa kila tutakapoweka podcast yetu mpya. Lakini katika msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi kila siku muda na wakati kama huu utaweza kufuatilia podcast hizi kupitia katika kituo chako bora cha televisheni Africa TV2. Ndani ya siku zote za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, muda na wakati kama leo, utaweza kusikiliza simulizi za hatua za mabadiliko za mgeni ambaye tutakuwa tuko naye. Leo ni siku pia, na kama ilivyo ada yetu, leo tutakuwa naye Ustadh Khamis Bubi, ndiye ambaye tutakuwa naye leo kutazama, kusikiliza, kuangazia simulizi za hatua zake za mabadiliko. Ustadh Khamis Bubi yeye ni mwalimu wa dini ya Allah, ni mwalimu wa dini ya Kiislam, anafundisha dini ya Kiislam, ndio tuko naye leo hii. Tutaangazia simulizi za hatua zake za mabadiliko tangu kuzaliwa kwake mpaka hatua zote alizopitia kiasi cha kuweza kufikia hatua ya kuisomesha dini ya Allah. Ndiye ambaye tuko naye leo. Tukusihi sana usiache kutufuatilia kuanzia hapa mpaka pale ambapo tutafikia ukomo wa mazungumzo yetu kwa siku ya leo. Ustadh Khamis, karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast. Karibu sana, nikupe fursa kwanza ya kuweza kuwasalimu wanaotufuatilia, halafu ndio tutarudi kuweza kuyaangazia mazungumzo yetu siku ya leo. Karibu sana uweze kuwasalimu. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba yao, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustadh Khamis Bubi, kama nilivyotangulia kusema, tupo hapa kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya kuweza kuangazia hatua zako za mabadiliko. Tunafahamu kila mwanadamu anapitia hatua za mabadiliko, kwa maana haukuzaliwa kama Ustadh Khamis ambaye tuko naye leo. Bila shaka kuna safari ndefu umeipitia mpaka kufika hatua ambayo uko nayo leo, hatua ambayo na wewe unaweza kukisomesha kile kidogo unachokijua katika mafundisho ya dini yetu adhim ya Uislamu. Tuanzie hapa Ustadh Khamis, safari yako wewe ilikuwaje tangu ulipozaliwa mpaka kuweza kufikia hatua leo? Tupo katika kiti tunazungumza na mtu ambaye tunasema ni mwalimu wa dini. Karibu sana. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Nashukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa taufiki yake ameniwezesha nami kuwa mmoja wageni waalikwa, ambaye nitaelezea kwa uchache hatua ambazo nilizopitia mpaka nikafikia hapa nilipofikia, changamoto gani ambazo nimekutana nazo na namna gani nilivyokuwa napambana nazo ili niweze kufikia hapa nilipofikia. Kwa ufupi, safari yangu hii ya mabadiliko yalianzia rasmi mwaka 2006. Mwaka 2006 rasmi ndipo alipoanza mabadiliko haya, nilipokutana na mmoja wa walezi wangu ambaye kwa nafasi yake ndiye alianza kunielekeza namna ya kusoma elimu mbalimbali, akishirikiana na rafiki yake. Na huyu Sheikh ni almarhum Ustadh Haidar Garunda. Alishirikiana na kaka yake Ramadhan Suleimani Koba katika kunifikisha mpaka hapa nilipofika. Hao kwa pamoja
walishirikiana katika kunisomesha masomo mbalimbali Ndio. ambayo hayo yalichangia kwa nafasi kubwa kunibadilisha mimi kama mimi. Lakini kabla ya hapo walisomesha Qur'an na masomo mengine, lakini mwaka huo wa 2006 ndipo rasmi walipoanza kunisomesha yale masomo muhimu ambayo hayo ndiyo yalitamia mabadiliko makubwa mpaka hapa nilipofikia. Kwa hiyo kabla ya 2006 walikusomesha. Yeah. Lakini walikuwa wamekusomesha kwenye Qur'an. Kwenye Qur'an. Lakini kuanzia 2006 ndio haswa wewe mwenyewe uliyatambua kwamba hapa sasa ndio ilipoanza safari yako ya mabadiliko ambayo yalikupelekea mpaka ukawa wewe ambaye tuko naye hivi leo. Ndio. 2006 safari hii ilianzaje? Yaani ni kipi ambacho walikusomesha kiasi kwamba wewe ukahisi kwamba kweli mimi tangu nilipoanza kusoma kile basi pale ndipo kweli mabadiliko yangu yalianzia pale kuja mpaka hapa leo ambapo nimefika? Mwaka huo ustadhi wangu Haidar Garunda ndipo rasmi alianza kunisomesha kitabu kinachoitwa Ta'limul Mutaallimi Tariqatu Ta'allumi. Hiki ndio kitabu cha kwanza ambacho rasmi alianza kunifundisha. Na akaniambia kwamba hatuingia katika kitabu kingine chochote mpaka hiki tukimalize. Kwa hiyo rasmi nikaanza hapo kusomesha kitabu hicho. Baada ya hapo takribani mwaka mzima nilipomaliza cha kitabu ndipo akaanza kunisomesha masomo ya alat. Masomo ya nahwu, sarfa, balagha na masomo mengine ya tasawuf. Kwa takribani miaka miwili. Alipobaini kwamba nipo katika njia nzuri, akaamua kwa mapenzi yake kunipeleka kwa shekhe wake ili niendelee zaidi kujifundisha. Kwa hiyo akanitoa nikaenda kwa shekhe mwingine, lakini licha ya kuwa nilikuwa nipo kwa shekhe mwingine, pia kwake nilikuwa nakwenda na pia kusoma kama kawaida. Sawa. Kwa hiyo baada ya kusoma kwake hiyo miaka miwili akakupeleka kwa shekhe mwingine. Alikuwa ni shekhe nani na wapi? Alikuwa Sheikh Hussein Hilali. Na kwa shekhe hapo ulisoma muda gani? Nilikuwa nasoma kwake, nikitoka kwake na kwenda kwa shekhe. Kwa hiyo nilisoma kwake mpaka hapo mwaka jana au mwaka juzi sikosei 24 ulipomfikia umauti. Kwa hiyo nilikuwa nasoma kwake pia nikaenda kusoma kwa shekhe wake. Okay, sawa. 2006 umesema ndipo ulipoanza kusoma kwa shekhe. Kwa umri wako kwa macho ukiangalia 2006 tayari ulikuwa ni mtu mzima unayejitambua. Yaani huwezi kusema ulikuwa ni kijana ambaye hujitambui, na ulikuwa ni mtu mzima unayejitambua. Tukitizama kwa zama tulizokuwa nazo, vijana wengi sana hamasa na kuisoma dini yao imekuwa ni ndogo sana. Kwako ilikuwaje? Uliwezaje katika umri ambao bado ulikuwa ni kijana ambaye una nguvu na una option nyingi za kuziendea? Kwa sababu hapo vijana kwa wanaingia kwenye biashara, hapo vijana walikuwa wana fikra za kutoka nje ya Tanzania kusafiri kwenda nchi nyingine huko kuhangaika kutafuta maisha. Kwako kwa nini ulichagua upande wa kusoma dini yako na kuweza kumjua Mola wako? Kipi kilikusukuma? Kulingana na watu ambao nilikuwa nao, kwa namna walivyokuwa wakishawishi na namna walivyokuwa wakinielewa, wao kwa nafasi yao wakaona huyu tumshawishi ili aweze kukava hapa, ili nasi tukibanwa na majukumu yetu basi huyu awe msaada kwetu. Kwa wao wakanishawishi, wakaniambia na Khamisi, unaweza kukamata nafasi zetu, basi kamata nafasi zetu nasi tuko nyuma yako tutakusaidia katika hili. Kwa sababu maisha yapo na tunaendelea kuwepo, lakini hata kama ukisoma elimu hii ya dini haitozuia wewe eti kutokuishi maisha yaliyokuwa mazuri kama hao watu wengine ambao unaoyaona. Kwa cha msingi kava hapa, soma, tutakusaidia katika hili, utakapokwama tuko pamoja na wewe katika kila nyanja. Kwa hiyo akanishawishi na mimi nikaelewa na kula kanisapoti, nikaamua kusoma
kwa sapoti hiyo na hamasa hiyo ambayo nilipata kutoka kwa hawa kaka zangu wawili, Ustadh Ramadhani Suleimani Koba na almarhum Ustadh Haidar Abdullah Ali Ngarunda. Hawa ndio walikuwa mchango mkubwa sana wa mimi kufikia mpaka hapa nilipofikia. Wewe ni kijana ambaye umekulia Dar es Salaam. Ndio. Ujana wako umekuta uko Dar es Salaam, miongoni mwa maeneo ambayo yana changamoto kubwa sana katika malezi na makuzi ya ujana. Ile ujana ni maji ya moto, basi kama ujana ni maji ya moto, kijana akiwa Dar es Salaam maji ya moto yake yanakuwa yamechemka kweli kweli. Uliwezaje kuweza kuepuka vishawishi na kuweza kubaki katika mstari wa kwamba natakiwa nisome, nimjue Mola wangu, lakini niweze kudumu katika kuyatekeleza yale aliyoyaamrisha na kuachana yale ambayo aliyakataza? Tunafahamu ujana una mengi. Pengine na wewe labda kwa sababu mkamilifu ni Allah. Na kila mwanadamu ni mkosefu, mbora wa wakosefu ni mwenye kutubu, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwako ilikuwaje? Uliwezaje kuepuka hivi vishawishi? Lakini kama ulitikisika na wewe ulikengeuka kidogo, mikengeuko ilikuwaje na ukawezaje kutoka katika hiyo mikengeuko na kurudi katika njia mpaka ukadumu na ukabaki na kuwa Ustadh Khamis ambaye tuko naye leo hii? Niliweza kwa sababu niliwekewa mifumo ambayo wenyewe walinisimamia na wakanielekeza faida zake na madhara yake. Kwa hiyo ikawa mimi ni ngumu kukengeuka hiyo mifumo ambayo nilikuwa nimewekewa, kwa sababu nilikuwa nikifuatiliwa. Mifumo ni ipi hiyo? Yani nilikuwa njia kwamba siku fulani, kuanzia siku fulani mpaka siku fulani unatakiwa uwepo sehemu fulani na ufanye jambo fulani. Ikiwa itakuwa imetokea dharura, toa taarifa ambayo iliyonyooka. Sasa ikiwa nitakosekana katika hizo sehemu na hayo masiku ambayo nitakuwa niwepo, nitakuwa nitoe taarifa. Kinyume na hapo nilikuwa nikumbana na adhabu au huwa nikiona madhara moja kwa moja hivyo. Sasa hapa ninapokwenda siko. Kwa ni mifumo tu ambayo niliwekewa na hawa ndugu zangu au maka zangu ndio iliyosaidia kufika hapa nilipofika. Kwa sababu ili mtu aweze kufika sehemu yote lazima awe na mtu nyuma ambaye anayemuongoza katika kila eneo, na yeye musika akubali hilo na akubali kutii hilo, kwa sababu huyu anajua au anakujua wewe namna ulivyo na anajua wewe unahitaji nini, huhitaji nini. Kwa ni mifumo tu ambayo hiyo niliwekewa na hawa ndugu zangu, hawa kaka zangu, mafadhi wangu, ndio ilisaidia kuweza kudhibiti hiyo misukosuko, hizo pressure na hizo tamaa ambazo zilizokuwepo kwa kipindi hicho mpaka hivi sasa. Umetueleza kuhusu safari yako ya masomo, namna ulivyosoma, safari yako kuanzia 2006 kwa mashehe, namna ulivyosoma. Na nafahamu mara nyingi wasomi wa elimu ya dini, watu nasema wasomi kwa maana watu wenye kuitafuta kusoma elimu ya dini, kusoma kwao hakukomi. Kwa maana mpaka hivi sasa nafahamu utakuwa unasoma bila shaka yoyote, bado unaendelea kusoma. Umesoma kwa mashehe, kuna changamoto kusoma, kwanza kuna utofauti mkubwa wa mazingira kusoma kwa mashehe na yale mazingira kusoma kwenye marakiz na hizi jamia marakiz mahadzi hizi. Kusoma kwa mashehe kwanza kunahitaji jitihada yako mwenyewe, kwa sababu ule msukumo halisi ni msukumo wako mwenyewe. Wewe umesoma kwa mashehe na unaendelea kusoma kwa mashehe. Ni changamoto gani kubwa kabisa ambayo wewe binafsi toka umeanza safari yako ya masomo, hususan kusoma kwa mashehe kuanzia 2006 kama ulivyotueleza mpaka leo hii, kwako itabaki kuendelea kuwa kumbukumbu kwamba hili kweli ilikuwa ni changamoto na kwangu ninaweza nikaendelea kuitaja kama ugumu niliokuta au nilokutana nao katika safari yangu ya kuisoma elimu yangu ya dini? Changamoto inafahamika kubwa kwa sisi ambao tunaosoma katika madaris hizi binafsi. Changamoto kubwa inakuwa ni katika upande tu wa uchumi. Basi hiyo ndio changamoto kubwa, na uzuri hawa mashehe zetu wanajua namna ya kutuseti sisi ili tuweze kudhibiti hii changamoto ya uchumi, kwa kutupa nasaha mbalimbali kwamba changamoto moja msingi wa kupewa na changamoto, kwanza hii changamoto uijue hii changamoto gani,
na ukajua sababu za hii changamoto, unaitibu vipi. Kwa ni maelekezo tu. Na inafahamika kwamba changamoto yote, moja katika msingi wa changamoto ni subira kabisa. Yani ukiwa unasoma ukakosa subira, basi inakuwa ni ngumu sana kufika katika malengo, kwa sababu sisi tulikuwa tunafundishwa kwa malengo. Kwa tulikuwa tunaambiwa kabisa kwamba nakufundisha lengo huwe mtu fulani. Sasa ili ufikie pale, mmoja katika msingi mkubwa ni kusubiri. Kwa nyinyi mkazo mkubwa ukawa upo katika kusubiri, na tukawa tunaona wenyewe namna walivyokuwa wakisubiri. Kwa sababu mzuri wa kuambiwa jambo, yani wewe uambiwe jambo afu ulione kwa macho. Kwa hiyo inakuwa ni katika kitu ambacho kimesaidia mimi kuvuka katika hiyo changamoto ambayo ni ya uchumi. Na nyingine ni namna ya kwenda na ile ratiba au ile program ya kusomeshwa masomo. Kwa kesi ipo katika sehemu mbili, katika sekta ya uchumi na program. Hii program ina changamoto gani hasa? Yani namna ya kufahamu kwamba ukitoka hapa unakuja hapa, kutoka hapa unakuja hapa, kwamba kutoka hatua hii usogea hatua hii, kwa kufuata mfululizo huu kidogo ndio unakuwa na. Sasa yani hutaki kuvuka huu taratibu, kwa sababu baadhi ya sisi wanafunzi tunakuwa tunapupa ya kutaka kujulikanwa. Sasa yeye anakufinya bana, masomo yetu tutakaosoma ni haya hapa, tuzana na somo hili, hatutoke katika somo hili mpaka umalize. Kutoka hapa unakuja hapa. Masiku yetu ya kusoma ni haya. Ukitoka hapa kwenda kwa mtu fulani asa kusomesha hiki. So hiki. Kwa usikengeuke. Kwa usipingane na utaratibu ambao ulikuwa umewekewa. Kwa hizo ni katika changamoto ambazo mimi kukutana nazo, ambazo usisahau na kwangu zimekuwa ni msaada. Ustadh Khamis, wapo vijana wanatufuatilia sasa hivi tunavyozungumza mazungumzo yetu, wanasikiliza hizi hatua, wamesikiliza ulivyogusia safari yako ya masomo kwa mashekhi zako, wamesikia umeeleza hizi changamoto. Wapo vijana ambao sasa hivi wako na wao wanasoma, wanapitia hizi changamoto, au wengine wanatamani kusoma, wanatamani kuanza kusoma, wanatamani aende kwa mashekhi wakapiga magoti, lakini hofu yao ni hizi changamoto, au wanahofia kwamba kweli kwa harakati zilivyo kwa nitaweza. Wengine wako katika hatua kabisa, anasoma, yuko shekhi anasoma, lakini yuko katika hatua ambayo yamemfika hapa, wanasema muda wote anaweza kukata tamaa. Nikupe nafasi hii, fursa hii uweze kuitumia kutoa nasaha zako kwa vijana ambao bado wanaendelea kupigana kuitafuta elimu, kuisoma dini yao, wanaisoma katika hali ngumu. Umezungumzia ugumu, changamoto kubwa ni uchumi. Wanakutana na changamoto hizo za kiuchumi, lakini wanapambana, wengine wako katika hatua za kukata tamaa. Nasaha zako kwao ni zipi? Msingi kwa hao ambao wanahitaji kusoma hasa elimu hii ya dini, cha msingi ni kwanza wao lazima wajiwekee malengo. Iko ndio kitu cha msingi. Lakini kabla ya kujiwekea malengo lazima wajifahamu wao ni nani, na wao katika upande wa dini wanahitaji wachukue nafasi ya nani ili kuendeleza pale ambapo alipoishia yule ambaye anataka achukue nafasi yake. Kwa msingi mkubwa ni mtu kwanza ajitambue kwamba mimi ni fulani, nahitaji nisome elimu ya dini kwa malengo fulani, kwa sababu mimi ni fulani, katika jamii mchango wangu unahitajika kwa asilimia kadhaa. Kwa sasa hili itasaidia kwa namna moja ama nyingine kuweza kudhibiti baadhi ya maumivu ambayo watakayokutana nayo, na hii ndio ambayo itaondoa hofu, kwa sababu siku zote mtu kama atajitambua yeye ni nani, basi hii itasaidia kwa namna moja ama nyingine kuweza kudhibiti baadhi ya maumivu, kwa sababu maumivu yapo na ladha zipo. Kwa sababu maumivu na ladha huwa anatengeneza mhusika mwenyewe kulingana na uelewa aliyokuwa nao katika hilo jambo, au uelewa aliyokuwa nao yeye ni nani. Kwa sisi tunafundishwa kwamba yote atakayejitambua katika nyanja yote basi amefaulu. Sawa. Muda wetu unatupa mkono Ustadh Khamis, tunalazimika kuhitimisha mazungumzo yetu. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwisho kabisa ningependa tumalize mazungumzo yetu kwa wewe kutoa nasaha. Ramadhani ni masiku machache,
29 kwa 30. Ndio masiku ambayo tuko nayo. Kwa bahati mbaya kundi fulani katika sisi Waislamu ambao ndio hasa tuliofaradhishiwa ibada hii ya funga na tuliopewa maelekezo ya kujikurubisha sana kwa Allah ndani ya kipindi hiki. Baada ya masiku haya machache wanashindwa kutumia masiku haya kama chuo, kama kozi. Kwa maana baada ya masiku haya wanarudi katika maisha yao waliokuwa wakiishi toka mwanzo, ambayo ukiatazama ni maisha ambayo sio yenye kumpendeza Allah tabaraka wa taala. Nasaha zako ni zipi kwa watu hao? Nasaha zangu kwamba sisi ambao tunakusudia kuingia katika mfungo wa mwezi mtukufu Ramadhani, ni vyema tukajua nini maana ya funga katika nyanja mbili. Katika upande wa lugha ya Kiarabu funga manake ni nini, na tukajua kisheria funga manake ni nini, na vile vile tukafanya tathmini kabla ya kufunga. Ili kuwaje, tulipata nini na tulikosa nini. Itakuwa inahuzunisha kwamba kila baada ya masiku yanazidi kwenda mtu yupo pale pale tu. Ramadhani zinamkuta, zinamwacha, zinamkuta, zinamwacha, lakini bado yuko pale pale. Itakuwa kidogo inahuzunisha. Kwa mimi nasaha zangu tuendelee kuwapa nasaha kwamba funga manake ni nini. Tukisema funga manake ni al-imsak al-mufattirat au al-imsaku ni kule kujizuia. Imekuja itlaqan. Wewe kabla ya kufunga ulikuwa kuna mambo gani ambao unayafanya ambayo hayapendezi katika jamii, na kuna mambo gani ambao ulikuwa unafanya ambayo katika jamii yanapendeza? Lengo la ibada hizi ni kumfanya mtu kuwa na maadili yaliyokuwa mazuri. Moja katika malengo yake la'allakum tattaqun, ili muwe na maamuzi yaliyokuwa sahihi. Ndio lengo. Sasa ikiwa tunafunga alafu bado tuko vile vile, inabidi huyu mfungaji yeye mwenyewe ajikague kwanza. Yeye kama yeye, ndio akasema lazima mtu ajifanyie tathmini kabla ya, na azimie baada ya mfungo huu atoke pale kwenda pale. Kwa hili jukumu la kila mmoja, tuhimizane katika kupeana nasaha, kujua funga maana yake nini katika upande wa kilugha na katika upande wa kisheria. Kwa hiyo tujihimize kuingia katika darasa ambazo unahisi kwamba nikienda katika darasa fulani nitapata kitu fulani. Hii itasaidia kwa namna moja ama nyingine kufikia katika yale maadili yaliokuwa mazuri, kwa sababu kupiga kwa hatua kwa mtu kunategemeana na yeye mwenyewe. Ushahidi wa hili ni hadithi ile maarufu inasema kwamba innamal a'malu binniyat, kwamba hakika kusihi kwa matendo kutambatana na nia ya mtu katika hilo jambo. Kwa nia ya mtu kama itakuwa ni nzuri, baada ya changamoto kadhaa na maumivu aliyokuta, basi itamsaidia kwa namna moja ama nyingine kuvuka hapo alipovuka. Shukran sana Ustadh Khamis kwa nasaha zako hizo. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, huyo ni Ustadh Khamis Gubi ndiye ambaye tulikuwa naye leo katika Ncha Kali Podcast. Tumeweza kusikiliza simulizi za hatua zake za mabadiliko. Bila shaka kuna mengi sana ya kujifunza, na tumeweza kusikia nasaha ambazo alizitoa kwa wote ambao ni matalibul ilmi, ambao wako ndio wanaitafuta elimu, ndio wanasoma. Ameweza kueleza kwamba changamoto zipo, lakini kama umeshika lengo lako na nia ya dhati, basi hutakiwi kukata tamaa. Lakini mwisho ametunasihi kuhusiana na swala zima la kuijua maana ya funga kilugha na kisheria, ili wakati tunaingia katika ibada yenyewe ya funga tuwe tayari tunajua maana yake nini, imekusudiwa nini, na sisi kwa kuitekeleza ibada hiyo inavyostahili tutafanikiwa kwa kupata nini. Baada ya kusema haya, hatuna la ziada. Mimi naitwa Rajab Msami. Nitangulia kusema tulikuwa naye Ustadh Khamis Gubi kwenye Ncha Kali siku ya leo. Kesho panapo majaliwa yake Allah, ni siku pia muda na wakati kama leo, hakikisha tunakutana kwenye Ncha Kali Podcast siku ya kesho. Hatuna la ziada na kuaga kwa kukwambia asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.